Tuletelezea kwenda kwenye unabii aliyouona mtumishi wa Mungu Ezekiel nabii katika mwaka wa 30 mwezi wa 8. Nakaona viumbe vinne ambavyo nimefafanua sitarudia tena. Lakini vile viumbe vilikuwa na nyuso tofauti, nilisema sana Jumapili, na wale mliokuwa mnaandika mmenufaika sana. Lakini leo nataka nizungumze juu ya mistari mikuu miwili pekee yake. Na ndipo twende kwenye maombi. Lakini katika mistari hii nitakayozungumza naomba tuzingatie sana. Tuzingatie sana. Kwa hiyo baada ya vile viumbe kusetiwa, Ezekieli akaona vikatawanywa kwenda katika pande 4 za ulimwengu. Vikasambaa. Sasa kuna kitu nikigusia kidogo siku ya Jumapili, nataka nikigusie tena Ezekieli sura ya 17, tuone ile kasi ilivyokwenda. Hapa nataka kila mmoja wetu kanisani hapo aende na hiyo kasi. Ni wewe mwenyewe kujiseti tu. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 17, sasa maguguni yanaanza kwenda. Yalikwenda pande zote 4. Pande zote 4. Haya maguguni yanienda pande zote 4. Zote 4 kwa pamoja. Yakaanza kwenda kwa kasi. Nini? Jamani, nataka niwaambie kwamba tunapoendelea kuwa na Mungu, usitegemee tu upande mmoja, lazima uwe ni mtu wa kumiliki pande zote 4. Kwa hiyo akaenda pande 4, lakini kwa kasi. Kwa maana gurudumu lilikuwa na gurudumu lingine, yaani kila gurudumu lilikuwa na gurudumu ndani ya gurudumu. Kwa hiyo alipoanza kwenda yakaenda katika pande 4. Na hii ndio huduma ambayo tunapaswa kufanya. Hatuwezi kufanya huduma kwa ajili ya Tanzania tu. Huduma tunayofanya ama huduma mimi ninayofanya, ndio maana tunaweka mambo ya mitandao haya. Tunataka tufanye huduma ambayo haitakuwa na upande mmoja. Tuwe na huduma itakayogusa Tanzania, itakayogusa wa Kenya, itakayogusa wa Marekani, itakayogusa watu wa Ulaya, itakayogusa mataifa mbalimbali. Mambo yako unapoyafanya usifanye kwa upande mmoja. Kama ni mfanya biashara hapa, kazi yako iwe ni kazi ya pande 4. Ama na washauri wetu mnaofanya biashara shughuli mbalimbali, jaribuni kutanua wigo wenu, fanya mambo makubwa ya pande 4. Hapo nawafundisha kila mtu mali yako hawe na mambo ya kimataifa, sio kitaifa. Yaani jaribu kupanua mambo yako yawe ya kimataifa. Mimi ndio ninafikiria kila wakati. Sitaki tu kwenye kaboksi. Na ndio maana sasa hivi ulimwengu unaendelea. Sasa hivi tuko kwenye mambo ya mtandao ya global. Kwa hiyo mambo yako sio kuyafanya yakawa ni ya Kugalika tu, yakawa ni ya Tanzania tu, yakawa ni ya Nanoo tu. Mambo yetu lazima tuyapanue yaende pande 4. Sio kama mnanielewa watu wa Mungu. Au msoko ngumu sana hiyo. Bwana brother, yaani kitafika tu fulani tupanuke. Ulimwengu uliokuwa miaka iliyopita ya 1990 na kitu, sasa hivi sivyo. Ulimwengu umekuwa sivyo. Ndio sasa hivi kama ni sivyo, utaona vita vya Marekani na Iran vinapigana, unaviona kwa kiganja tu. Ulimwengu umekuwa. Na hii Mungu alitumia nabii Danieli akasema na nyakati hizo ulimwengu utakwenda kwa kasi, maarifa yataongezeka, si ndio? Sasa maarifa yanapoongezeka yasitumiwe na watu wa dunia tu,
watu wamjue Yesu, watu wamjue Mungu, watu wajue hakika ni kama Mungu yu hai. Mambo yako ni usiyaweka kawaida tu, hapana. Yaani tujitahidi kubadilika. Haya magurudumu yanapaswa kwenda yakaenda pande nne. Wewe ukakaa na mambo ya kisamani ukafanikiwa, lazima tubadilishe mentality zetu, akili zetu zibadilishe. Yaani kila mtu abadilishe kichwa chake. Kichwa chake kibadilike, mambo yake yabadilike. Tuache mambo ya zamani. Ulimwengu umefika mahali pengine ambapo tunatakiwa kwenda kwa kasi hiyo. Unajua hata wenye dhambi kuwapata sasa hivi ni wajanja sana. Una habari? Wajanja mno wenye dhambi kumpata. Sasa tumwendee kidijitali. Akienda kufungua simu yake ndio anakuta James anakuja. Ndio. Sasa ukikaa mnaja kuna watu wanatumia hivi vitu. Hivi napanga kuwa na wifi hapa. Nataka tufunge wifi. Nataka tunarusha live. Tulishawahi kuongea na Mama Bless pale. Lakini nataka sasa tuje tumwe na watu wengine tupeleke wifi hapa ambayo tutakuwa tunarusha live moja kwa moja. Na watu walikuwa wakiniambia. Na sasa hivi kwenye kanisa kama kanisa ukimwambia mtu amecomment kutoka Marekani, kutoka Ulaya, akasema kwamba mbona unarusha live, kumwambia una wifi atakwenda ufai wewe. Lazima tubadilike. Mambo yetu yabadilike. Shughuli zetu zibadilike. Kila kitu kibadilike. Mambo yabadilike. Kama utabadilika, ulimwengu utakubadilisha. Na sisi lazima tubadilishe ulimwengu. Kwa hiyo yalikwenda katika pande ngapi? 4. Alafu kitu kingine, nilipoona pande hizo pande 4 yalikwenda kuna 7. Ndio kumalizia pale. Nilipokwenda pande 4, aya kugeuka nilipokwenda. Hili nataka nizungumze sana. Aya kugeuka. Hebu wote kwa sauti tuseme aya kugeuka. Naomba tuseme kwa sauti tuseme aya kugeuka. Moja ya kitu kibaya na mwambieni kinachosababisha watu wabakie pale ni kugeuka. Unaweza na Wakristo wanaogeuka. Leo niko hivi, kesho niko hivi. Leo na rangi nyekundu, kesho ni kijani. Leo na Wakristo wajabu wanageuka. Leo anasimama ametamka mambo mazito sana, ya nguvu sana. Na leo ni wasipishi ananiambia, "Unajua Bwana, mimi nimeamua hivi na vile." Watu wanageuka. Kama kuna kitu kinatukiza Mungu ni kugeuka. Jamani, mimi nimeokoka mwaka 1989. Wengine mlikuwa hujazaliwa hapa. Na 89 nilikuwa niko form 3. Bado niko kijana mdogo sana. Ndio niliamua Yesu. Nikaamua kuokoka. Toka mwaka huu sikuwahi kugeuka. Na kutana na kasi, zinakutana na misukosuko, na kutana na shida, sio kama ni raha, lakini sigeuki. Kwa hiyo nataka niwaambie hivi, ukitaka uone raha ya maisha yako, ukitaka uone uwepo wa Mungu, ukitaka uone Mungu anakutendea maajabu, acha kugeuka. Na mimi nawaambia vijana wangu kwa leo baadaye, mimi vijana hiyo sasa tunaishi kipindi ambacho kitendo nataka wajiongoze. Unajua tuko kwenye kipindi ambacho kila mtu anataka ajiongoze mwenyewe. Ukimwambia hivi, atamsikia sauti ya mtumishi wako. Ukimwelekeza hivi, atamsikia mabaya. Watu wanageuka. Na hii upepo huko hata kwenye siasa, mimi nimeona leo yuko Chadema, kesho kutoa yuko CCM. Alipokuwa Chadema, alikuwa anasema vizuri sana Chadema, mtaifia Chadema. Baadaye ukimta CCM, anaiponda tena Chadema baya sana. Hiki chama kilikuwa kina wezi, kilikuwa na wauaji. Watu wanageuka. Kanisani watu wanageuka. Wachungaji wanageuka. Maaskofu wanageuka. Washirika ndio usiseme. Lakini nataka niambie kanisa hili ya kwamba tukitaka tufike kwenye hatima zetu haraka, tusigeuke. Yalipoanza kwenda kwa wale wa kasi, ile kasi ni Mungu aliiweka.
msukosuko mkageuka. Mkiamua kwenda kwende, msigeuke. Mnakumbuka wale wamama walikuwa kama watano hivi wakati Yesu amekufa? Mnakumbuka? Wakajipanga vizuri, wakajiorganize, wakasema napenda kupaka mwili mafuta wa Yesu. Wakati wa kina Petro wamekimbia, wamama ni majasiri. Kama wamama mtajitambua, unaweza kukapindua umeme, mtajijua. Hamtajijua. Lakini wamama wao wana tatizo moja. Unaweza kugeuza hata na katuko kadogo. Wamama wana maamuzi mazito. Lakini kama katika njia anakwenda, akikutana hata na mtu kidogo tu hata aeleweke, anaweza kumgeuza. Lakini wamama hapa wanataka wafanye moyo sugu, msogeuka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wakamtume watu wa kiume hawako. Wakaenda karibia mpaka kwenye kaburi. Kama akamwambia akasema, hivi tunapokwenda kule, nani atatuviringisha ile kule? Ikaja hoja sasa, ndio wakaanza kugeuka. Ndio malaika akawawahi kabla hawajaamka tena. Akasema tunayemtafuta Ayubu baba tena. Wamama ndio watu wa kwanza wa kujua Yesu amefufuka, na ndio waliowapelekea ujumbe wale mitume wa mama. Tukiamua kwenda tunakwenda, na vitu ndio tunaliapa, msigeuke. Wamama msigeuke, wababa tukiamua kwenda, hata tutakuja. Unajua tunakwenda kwenye kasi nayowaambia hii kasi ya fuili. Sio kwamba utaenda utakwenda vizuizi vya kila namna, ila dawa moja wapo, usigeuke. Na utakutana na mambo mazuri, mengine yatakuwa ni mabaya, utaelewa sio unasema na nani, usiona anakuambia hii na vile. Mimi kama hivyo ningeshaacha hata utumishi, nimeshakutana na mabango ya kutosha, lakini mimi ni wasigeuki. Na mimi nataka niwaambie hakuna kugeuka. Na mimi niwaambie unapogeuka pale nilipokuwa nimekaribia kuingia kumaliza hatima yako na kufika kwenye baraka zako, kuna wengine wanageukia mahali ambapo walikuwa wamekaribia kuingia, na unapogeuka unarudi tena kuanza mwanzo. Sasa kwa kuwa tumeanza kasi hii mwaka 2026, huu ni mwezi wa 3, nataka niambie kanisa, tunapoelekea mwezi wa 4, mwezi wa 5, wa 6, sisi tusigeuke, twende kwa kasi ile ile. Kama utageuka sema neno kwa Ezekiel. Hakuna kugeuka. Hakuna kugeuka. Hakuna kugeuka. Hakuna kugeuka. Hakuna kugeuka. Haleluya. Asante. Ni kasi ile. Na wakati mwingine ukiona mtu anataka kuchelewesha kwenda kwa mwanawe wa Shalom. Ukiona mtu anataka kuingilia hata akuchelewesha vyako, wewe achana naye. Kuna watu ambao unapaswa uachane nao ili ufike kwenye kasi yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi naona kabisa. Kwa hiyo kaenda pale hayakugeuka. Moja ya kitu kilichomfurahisha Mungu ni muumini asiyegeuka. Anapenda, anakutana msukosuko, mpaka anakuwa sugu, bado akijaonekana kitu, lakini mimi nakwambia kama utageuka, kuna kipindi ambacho wewe mwenyewe, na mimi nakwambia kabla hujafa lazima uone matunda ya mambo yako yaliyotoka kwako. Mimi mambo ya kusema watu wako waje wale wao hujaona, hapana, nakataa. Nataka wewe uone. Nataka wewe uone. Ninakataa. Wala hata kujiombea tu bwana, baraka zangu zitaona na wajukuu, mimi nitakufa hivi, mimi nakataa. Wala sio mpango wa Mungu. Wewe utakula baraka zako, na wachukua watakula, na watoto wako wataona, lakini kabla wewe utapeleka duniani hapa, utashuhudia kusimama kwako, kasi yako isiyogeuka utaiona, na matunda utayaona kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mimi kila siku nikija kununusa, nawakuta wamama hapa, kina mama Kisuda wanafagia. Mimi naomba wasigeuke. Naombea sana nyaka kwa Kisuda.
Kwani umeshasikia katibu anatangaza juu ya usafi? Mama mbona kitabu cha Torati 29 mstari wa 18. Torati 29 mstari wa 18. Tumana kusema kwa haraka. Torati 29:18. Kumbukumbu la Torati 29:18. Au utasoma mmoja. Asiwepo mahali hapa mtu ambaye atageuka moyo wake. Injili tunayohubiri ililetwa na watu ambao hawakugeuka, walisimama, wakateswa, wakasimama imara, na mpaka sasa sisi kizazi hiki tukapata injili. Wako watu waliochomwa misumari, wako watu ambao waliwekwa kwenye mafuta yanayotokoswa ya moto, wakatumbukizwa, hawakugeuka. Bartholomayo alichukua ngozi, anaambiwa mkane Yesu, hakugeuka. Asiwemo miongoni mwetu mme wala mke fulani, binti fulani atakayegeuka moyo, asiwepo. Jamani, nasema asiwepo. Nasema asiwepo. Ili kwa kiti shemasi. Mfano wa pili. Nyakati wa pili. Nyakati wa pili 7:18-20. Utasomeni hapo. Nyakati tusigeuke. Mwaka umeyoka. Mungu ameshatabia kuinuka na kula. Utakapokula tu unakwenda kwenye safari ya hatima yako. Kuna kitu mbele yako, kuna mambo mbele yako, kuna vitu mbele yako. Wewe kazi yako ni kuinuka. Hakuna kufia pale kwenye mleteni. Hatutafia kwenye mleteni. Hata kama watu watatuacha, wanafikiri tumekufa, sisi hatutakufa. Maana mbingu zimefunguka. Mambo yako yote Mungu anayajua. Mambo yako Mungu anayajua kuliko tunayojua. Hata sasa tusijulikane na Mungu. Mungu anajua. Na Mungu akichungulia akakuta pale na tumaini, atashuka pale, atatengeneza mkate na maji, atakwambia inuka, maana safari yako ni kubwa mno. Na mimi sasa nasimama kama malaika wa Bwana aliyekuja kwa Elia. Mimi nasimama mbele yako, wewe uliyelala pale kwenye mleteu, umekata tamaa, na kuambia inuka, safari yako ni kubwa mno. Haleluya! Tunayo safari mwaka huu. Tunayo safari ya kwenda. Na tutafika. Watu wataona bila gani. Kuna watu bado hawajaona mambo yako. Na wengine watakapoona mambo yako, tegemea mawili. Wakupende au wakuchukie. Kuna watu wakiona mambo yako yakitokeza, watakasirika mno. Wasifikiri ukifanikiwa ndio watu watafurahi. Unaiona watakasirika mno. Utaona unapata hivi, umekosea nini? Hujakosea kitu, lakini anachukia kufanikiwa kwako. Kuna watu wanaanza kuinua, anakupandisha juu kidogo, kila kitu kinabadilika. Mtu akiona umebadilika, anaanza kuchukia. Lakini nataka nikwambie, akikuchukia usiogope, maana aliyekufikisha pale ni Jehova Shalom. Aliyekufikisha pale ni Jehova ile. Hata akifanya chochote kile ili akuondoe, hata kuondoa. Ukiona unafika mahali fulani, Mungu amekusindika. Mimi nakwambia kama Mungu anashindwa, nani anakuendea? Hakuna atakayecholewa hapo. Utalindwa mchana, utalindwa usiku, utalindwa kila wakati. Hili neno la Bwana. Sasa unafikiri utakapofanikiwa watu ndio watakwenda? Hapana.
Kifanikiwa watu watakuwa na hasira. Unaangalia hivi kwa kuwa na hasira. Wakati ulali usiku naomba hawakuwepo. Kabla mafanikio yajaye huwa kuna mateso mengi. Kabla ujamaa mtu amefanikiwa huwa kulia, huwa kuna kutokulala usingizi, huwa kuna kuamka alfajiri kulia umelala, huwa kuna kutembea kwenye wakati mgumu, hapo ndo mafanikio yajaye. Ila watu wengi huwa hawaoni haya mateso, wanaonaga yale mazuri. Na wakiona mazuri yale, aidha wakukatike jina, aidha wakusema unajidai, aidha wakusema kama shukrani na gani, nasema hayo usiyasikilize. Dunia hii ni mbaya kwa mimi. Sisi pale nyumbani juzi, mimi na mama, Mungu alitujalia tukao tunajenga ukuta, tunazungusha ukuta wetu. Sikutegemea mimi hata siku moja tutafika hapo na kuzungusha hapo. Sikuwa na moto hii. Nyinyi mnafahamu. Niliyapitia ni mengi. Nyumba za kuvuja sio za kuhesabu. Mtu atakutoa hapo na utaendelea na utapenda na utavuka na utamkia ya kwamba mlipofika shetani hata wachomoa. Mtakwenda mpaka mfike kwenye hatima zenu. Sema amina kwa zaidi. Sema amina kwa zaidi. Pokea baraka za Bwana kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe usijeuke utaona raha. Ndio maana hata mke wa Lutu malaika alitoa maelekezo, na mimi natoa maelekezo yangu kwenu watu wa Mungu. Baraka zenu wengine wamekwenda, kwa mfano baraka zao ni hizi ngoma kwa mfano. Wameanzia mbali jamaa kama mimi nimeanzia mbali sana. Wanakwenda wamechoka. Utaenda kama msukusuko. Unaenda hivi. Sasa ukifika hapa ndio sasa machafuko ya kiranda. Mara hiki, mara unapigwa, mpaka unapigwa na wazazi wako. Mpaka unapigwa sio na dadi. Kila mtu anapiga. Baada usigeuke. Na unapoona vita kali, ujue kwamba hapo ndio umekaribia kufika. Kipindi tunajenga hapa. Pale tunapokuwa tunasalia. Naambia kuna mama mmoja mbibi alikuwa kutukana, kuna kipindi alifumuliza kutukana mpaka ana mikono yake ndio usiku anakwenda kumwagia kwenye kanisa lile la Mabanzi. Anatumwagia pale, unakwenda kale kwa kukuta mkojo na nuka. Nikamwambia wanangu wala walikuwa wachache, nikasema mateso yanakaribia kuisha. Ndipo alikuwa anaandaa mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Ukiona mateso yanazidi, usigeuke. Ujue kwamba sasa hatima yako imekaribia, unakaribia kufika hapo. Na maana hata kama uso unabadilika, hata kama uso unapauka, unakuwa kama una mafuta, usijali. Kipindi kinafika, kila kitu kitamuda kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Mnanielewa cha Mungu? Kama unasema amina kwa zaidi. Wewe msigeuke. Watakutana biashara gani hii? Mwambia iposu, unauza, unarudi. Leo umepata, unakuta yani wala usibadilike. Mke wa Lutu, malaika alipofika na anawatoa kwenye nchi inakwenda kuangamizwa, kuchomwa. Mungu alimpa maelekezo, mimi hapa maelekezo ya mwaka huu. Akampa maelekezo Lutu, akasema utakapoanza kwenda ile inatoa Lutu ndio Sodoma ikachomwa. Maelekezo ni kwamba hawa yote asije kusikiliza kumwangalia kule. Mmesikia? Lutu akasema tumesikia. Walipoanza kwenda ndio umetoka hivi. Akaja malaika yule mwenye kutoa, akawasha kiberiti, ile moto ikaanza. Anatembea. Kamke karudi. Akafunguka. Yes, sebule yetu vizuri. Zile mbuzi. Hizi zinaungua. Hebu kwa hiyo kidogo kama ndio yetu ile. Alipogeuka akawa nini? Sasa kuna watu hapa nikuza wachumi kanisani. Unamwona hata ile watu watu
hivyo hivyo watu wanamtakia Mungu haeleweki. Kwa sababu haeleweki, unaonyesha kwa sababu ni mauzo ya chungu. Kuna mwingine nilikuwa nimepanga leo. Sasa watu wanapigia simu wanapiga sana. Wako zake. Natoka wapi? Matusi ya kuoni. Sema tu mimi ni mchungaji ambaye kwa sina magomvi na watu. Mtu anakuja hapa anasema hiki. Haleluya, nimekuja kutembelea. Lazima watu kutembelea. Ni mtoto tumemlea, tumembatiza. Sisi hatujali na watoto wangu wengine huwa wajali. Sasa juzi nimeambiwa mjane nimepiga simu na mama wangu analia kama matusi ya kuoni. Nikasema sasa imetosha. Imetosha. Na napita tena nazunguka tu hivi na juzi naona napiga kibodi na mmoja tu hivi. Nilikuwa sura tu kwa kitabu hii. Unajua ikifika tafadhali una hofu kabisa, una hofu ya Mungu. Yaani una hofu kabisa kwamba hivi hapa kuna wanadamu. Hapa kwa nini sio na aibu? Unajua kama umeshakuwa nguzo ya chumvi. Na mimi nakwambia kishakuwa nguzo ya chumvi hiki. Nenda kule Sodoma ni mashariki ya kati, mtakuta ni mfano wa mwanamke hivi, ni nguzo la chumvi. Kwa sababu ya kugeuka, tusigeuke watu wa Mungu. Tukutana na Biblia kwenye mtandao. Unamjua? Alafu unasikiliza bado unageuka. Lutu alipogeuka akawa nguzo ya chumvi. Sasa nataka nimalizie. Lakini nakumalizia nasema hivi, kanisa letu tukitaka tuendelee mbele, kufika mwezi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 tutakuwa tumeshamaliza vigae vyetu. Tunakwenda kwenye kitu kingine. Sasa hivi tuko kwenye viti. Na mimi hapa tukimaliza hapa nataka nichange hela yangu tubakize kidogo. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa na hela yake ile atakuja punguza. Sisi hatugeuki. Ni mwendo ule wa kasi na magurudumu manne. Na Mungu anataka kila mtu ampe mwendo wa kasi. Mwendo wa kasi. Ukianza kitu kisichelewe, usicheleweshwe na shetani. Mwendo wa kasi. Sasa magurudumu yalipokwenda mstari wa 24 ambapo ndiko tutamalizia leo. Ndipo nitafunga ujumbe huu. Mstari wa 24. Ezekieli ile sura ya kwanza. Hapo ndio tutamalizia. Nasema hivi. Sasa baada anaeleza juu ya viumbe vile vinakwenda kwa kasi. Anasema nao walipokwenda nalisikia mshindo wa mabawa yao kama mshindo wa maji makuu, kama sauti yake Mwenyezi, mshindo wa mvumo kama mshindo wa jeshi. Hapo waliposimama walishusha mabawa yao. Kwa hiyo walipoondoka wale kwa ile kasi, Mungu akaweka mshindo mkubwa sana. Ezekiel akasikia kama mshindo wa maji makuu. Afu ule mshindo ulikuwa kama mshindo wa Mungu Mwenyezi. Nataka niwaambie wanangu mlioko mahali hapa, niwaambie hivi, inawezekana watu hawajajua kasi yako mwaka huu. Inawezekana watu hawajajua mwendo wako kasi huu. Mwendo wako utakapoanza kwenda, utakuwa na mshindo mkubwa ambao watu hawatakuja kuelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii jambo na wapa kama jambo la kinabii, walipokwenda kwenda, Ezekieli akasikia mshindo mkubwa kama mshindo wa maji makuu. Na alipochunguza vizuri, akajua ni mshindo ambao ni wa Mungu Mwenyezi. Mshindo. Safari yetu ya hatima, tunapokwenda kwenye baraka zetu, kwenye hatima zetu, nataka nikwambie haitakuwa bure. Tutakapokuwa tunakwenda tusigeuke. Ile safari yetu, Mungu ataweka mshindo kwenye mambo yako. Kutakuwa na mtikisiko, na ule mtikisiko utawatikisa maadui waliozuia pale mbele. Utawatikisa na utakwenda kama utazuia safari yako. Ezekieli akasikia mshindo. Kuna mshindo katika safari yako. Kuna mshindo katika njia yako. Kuna mshindo utafukuza wachawi. Kuna mshindo utafukuza watu wabaya waliosimama ili wakuzuie. Nakwambia mwanamke hapa, inuka.
Kuna mshindo unapotembea. Kuna mshindo ukiamka asubuhi. Nataka nikwambie usiogope. Usiogope. Mama unabadilika, usiogope. Anza kwenda tu. Kwa maana kuna mshindo. Kuna mshindo. Kuna mshindo. Kuna mshindo. Na ndio maana hata wale wakoma 10 na wakumbuka wakati wa Shani katika jeshi la Israeli wakamweza kuliteka katika mateka na vitu vyote, wakawafukuza Israeli, wakaenda huko hawana chakula, watu wanakufa. Wakoma 10. Kumbuka wakoma hawana nini? Hawana mikono. Wakoma hawana miguu imekatika. Wakasema tukirudi huku kwa Waisraeli tafia huko. Ila tunajua chakula chote kimetekwa na Washani. Wacha twende kule wakitukaribisha basi, tukaribisha basi, ila sisi tunakwenda kufie kule. Wakaenda. Hayo ni maamuzi magumu. Kuna kipindi itakuhitaji maamuzi magumu. Nisikilize mtu wa Mungu. Kuna kipindi itahitajika kwa maamuzi magumu. Vikaanza kwenda vile vikoma, wakoma 10 wote ni wakoma. Au wakoma ni watu waliotengwa. Wakoma ni watu ambao wametengwa. Wakoma ni watu ambao walikuwa kwenye kambi. Wakoma ni watu ambao katika Torati walikuwa wanahesabiwa wanalaana, hakuna mtu aliyewagusa. Wakaondoka. Walipoondoka, kumbuka wenye miguu wote wako kule wanakufa na njaa, wanaimba mapambio, wanafia pale. Vikoma vikaondoka, vikasema sisi tunaenda kuliendea jeshi la Washani, aende kufia kule kula ugali. Wakaondoka wakaenda. Mungu alipoona maamuzi hayo akaweka kishindo katikati ya wakoma. Wakati wanatembea karibia kufika kugalika kwenye kambi ya Washani, Mungu akashikishisha kile kutembea kwao mshindo mkubwa. Utasoma pale mshindo mkubwa. Washani wakafikiri jeshi la Israeli limekosa majeshi mengine wamekuja kuwaua. Wakakimbia wote, wakaenda, wakatawanyika, wakaacha vyakula vyote. Wakoma 10 Mungu ameachia kishindo kwa wakoma 10 kwa siku waliodharauliwa, waliokuwa wametengwa. Inawezekana umetengwa hapa, ndugu zako wamekutenga, wazazi wako wamekutenga, kila mtu amekutenga. Uko mwenyewe, uwe na maamuzi magumu, hautakufa. Watu watasikia kishindo, wale maana watasikia kishindo, na utafika kwenye hatima yako. Utafika kwenye hatima yako. Utakwenda kwenye hatima yako. Usiogope. Kama wakoma 10 hawakuogopa. Walipokuwa wanatembea, Mungu akasema, hiki ndio nakitaka. Akaachia kishindo kutoka mbinguni. Wakatembea mpaka wakafika pale. Washani wote wakatawanyika, wakakimbia. Unaogopa nini mtu wa Mungu? Mimi hiki kitu kimenisaidia. Huwa siogopi. Na jina langu ni siogopi. Unanitembea nikiona kwenda mahali fulani, mimi siogopi. Ninakwenda. Na kumbe katika ulimwengu wa roho, Mungu anaachia kishindo. Kile kishindo kinaanza kutawanya wale wafanyakazi waliokuwa wanakirehe, wale watu waliokuwa wamezuia baraka zako. Kile kishindo kitawatawanya, hapo utashtukia unafika kwenye nafasi yako. Kuna wengine nafasi zao zimekamatwa na watu, zimekamatwa na maadui kwenye ulimwengu wa kiroho, zimekamatwa na watu wabaya. Lakini siku ya leo tarehe 8, siku ya leo tarehe 8, nataka nitamke kuanzia leo maisha yako ya kiroho na safari yako ya kiroho, Mungu aachie kishindo, aachie kishindo, aachie kishindo. Haleluya, haleluya. Kishindo kinakuja kwako katika jina la Yesu. Usishindane na watu. Watu wataanza kutawanyika wenyewe, alafu nakwenda unakaa kwenye kiti.